Maombi ya dhati, ufunguo wa 5. Maombi ya dhati. Marko 9:29. Marko 9:29 inasema hivi, akawaambia 29 Marko inasema hivi, akawaambia namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kufanyaje? Narudia. Akawaambia, huyu ni Yesu, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote, kwa makelele yoyote, kwa vilio vyovyote, kwa kujipiga piga, kwa kujichanja chanja, kwa kupiga kelele, kwa kupangilia mambo wewe kwa hela nyingi, kwa vitu vingi. Haitoki kwa jambo lolote mpaka kufanyaje? Isipokuwa kwa kuomba. Na ile nyingine nasema hivi, mambo mengine hayawezekani mpaka kufanyaje? Mpaka kwa kufunga. Kufanyaje? Kwa kuomba. Hayawezekani, utapiga na nini? Kuna vitu lazima uache chakula. Lazima watu waache chakula, waombe kwa ajili yako ndio mambo yatoke. Nazungumza, kuna vitu vya kiroho haviwezi kutoka mpaka uingie kwenye magoti ya kufunga na kuomba. Kuna tabia, kuna watu tabia zimeshinda, yuko ndani ya Kristo lakini ni anatenda dhambi zile za siri, uzinzi, kuangalia picha za ngono, kufanya nini? Yaani kuna dhambi imemkamata. Kuna mtu analewa kimya kimya, hamjawahi kujua. Kuna mtu anavuta bangi kimya kimya, hamjawahi kujua. Kuna dhambi ya siri imemkaba ndani yake. Kuna mtu ana mke wa 3 kwa siri. Kuna mtu ana mume wa 4 kwa siri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vitu vinamtesa. Sasa akijaribu kutoka binafsi anashindwa. Yaani binafsi anajaribu na kweli unamhurumia. Kuna watu hawapendi. Mimi nimewahi kuona mtu mmoja analia, anasema, jamani, hii tabia kuvuta sigara siipendi. Jamani nisaidieni, natamani kutoka. Anaweza kukusaidia ni Yesu peke yake. Sasa kuna mambo hayatoki. Hebu sema, leta Yakobo 4:2. Leta haraka hiyo. Kama ni mvivu wa kuomba, kuna vitu hutakao vipate. Leta hiyo. Mwatamani wala hamna kitu. Kila mtu anatamani kuwa na nyumba nzuri, anatamani kuwa na huduma nzuri, anatamani kuimba na uimbaji mzuri, anatamani kuwa na gari nzuri, anatamani kuwa na maisha mazuri. Mwatamani wala hamna kitu. Mwaua. Kuna watu wanaua ili wapate uongozi, wanaua ili wakae kwenye nafasi fulani, wanaua ili wafanye nini? Hampati. Mwaua na kuona wivu. Kuna watu wanaonea watu wivu. Umeolewa unaonewa wivu, umeoa unaonewa wivu, umejenga unaonewa wivu, nini? Pamoja na wivu wako hupati. Wala hamwezi kupata. Sio mimi, usije kusema Samson nao unatuambiaga. Hapana, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita. Kuna watu wanafanya vita ili wakupige chini, wachukue nafasi yako ya meneja, wachukue nafasi yako sio kurugenzi, wachukue si nini. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Kuna mtu unapambana naye ofisini pale, hutakaa upate paka uombe. Umenielewa sasa Madevi? Umeshanielewa? Ndio nakwambia jambo dogo. Kuna vitu huwezi kupata. Sikilizani wa Kristo, mkielewa namna hii, tukisema maombi mdo wote mtakimbia, kwa sababu unajua kwa akili zangu utafanya fitina zote. Mtu yoyote aliyokaa vizuri na mbingu huwezi kumpindua. Narudia, sijafanya bahati mbaya. Narudia tena. Mtu yeyote aliyokaa na mbingu vizuri, aliyokaa mbingu, ana mahusiano yake na baba yake na mfalme wake, na yeye ni mtawala, ana mtawala mkuu, ana mahusiano naye vizuri. Fanya fitina zote, majungu yote, fanya kila kitu, lakini hutapata. Si maneno yangu. Mwatamani wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita kupigana wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Unapigana juu ya nini? Unapigana juu ya ndoa yako, unapigana juu ya masomo yako, unapigana juu ya biashara yako. Hautapata kwa akili zako za darasani. Unahitaji kuomba. Unahitaji kuzama. Wewe usihangaike na mtu anapambana na wewe juu. Waingia magotini. Omba toba, mwambie Mungu nirehemu, nisaidie. Na kuja mbele zako, kuna kesi iko hapa, nazulumiwa haki yangu.
na mimi ni mtoto wako, ni raia wa ufalme wa mbinguni. Niliwatolea mfano hapa siku moja, naomba nitoe ushuhuda huu kabisa. Sifundishi kitu ambacho sijakiapply. Siku moja wakati kwenye maombi haya niliwashuhudia kidogo. Nikaja, kuna hali nyinyi mnajua sasa kuna msimu wa mafua. Si mnaona Kuna msimu wa mafua mnauona, si ndio? Mwezi wa kwanza watu wanafika. Ni kweli mafua yanakuja, hata mimi mwenyewe naumwa mafua. Lakini awamu hii nikapata ufunuo. Nikamwambia Mungu, mimi nimefundisha somo la raia wa ufalme wako. Na mimi ni raia, nina haki ya kuwa na afya njema. Nasikia chafi zinakuja ya kwanza cha. Nikasema yenyewe haya. Na najua mafua yanavyouma magoti, miguu na nini. Nitaacha kufunga kwa sababu na kama nitafunga nitakuwa niko hoi sana. Na napaswa kuomba. Nikamwambia Mungu, ni kimya hiyo ilikuwa ni ya kwangu hiyo. Nikapiga siku ya kwanza cha kumwambia Mungu, sitaki mafua wala kikohozi wala ugonjwa wa aina yoyote. Paka namaliza maombi haya, na nikimaliza maombi nitaomba tena, Mungu sitaki mambo yasiyokuwa na maana kwenye mwili wangu. Kwani lazima kuumwa? Nikamaliza siku ya kwanza, nikasikia chafu nyingine nakuja. Nikamwambia Mungu, tulishakubaliana sitaki mafua. 1 2 3 ikaondoka. Nikasema si nimevuka. Ghafla nikiwa tumemaliza maombi saa 12 hapa, tumekunywa uji vizuri, nikaenda kukaa, kuna kitu nilikuwa nasoma kwenye simu. Nasoma nikaanza kuona giza kwenye macho yangu. Nikasema mwanga mkali au ni kitu gani? Nikaona giza. Nikaona kama issue serious. Nikaacha simu. Ghafla kichwa nikasikia kinaumia hapa. Nafahamu watu wanaumwa vichwa, mnafahamu kinaumia hapa hivi. Nikajikaza nikaenda nyumbani vizuri. Nikashindwa, uvumilivu kanishinda. Nikamwambia Mavisha, kichwa kinauma vibaya sana. Mbona kichwa kinauma? Kinauma kwa sababu nikijaribu kufanya kitu kinashindikana. Kijibu shindikana. Akaniambia sasa si unywe Panadol. Nikamwambia sinywi Panadol. Kwa sababu yeye hakujua, na sikumwambia. Hakujua mimi nimefanya nini na Mungu muda fulani. Kweli bwana, kichwa kinauma. Nikamwambia sasa sinywi dawa. Akarudia mara ya pili, nikamwambia sinywi dawa. Naomba tuombe. Pale tukomekaa. Tukaomba Mungu. Nikamwambia Mungu, niponye kichwa changu. Mimi sijui yeye aliomba nini, lakini mimi nijiombea mwenyewe. Nikaenda kulala. Kushtuka usiku, kujicheki niko fresh. Nasema Mungu, nimeshinda. Kichwa hakiumi na niko fresh. Siumu. Nataka kufundisha nini? Kuna vitu katika ufalme wa Mungu ukivielewa, ukamwomba Mungu, lazima upokee. Nimekunjisha kwa ushuhuda tu kwenye maombi ya siku 40 haya tu. Sasa usije ukasema mbona niliumwa mafua, bwana sikuomba. Hiyo sasa wewe, mimi nilipata tu kawaida. Sasa miaka yote waka napigwa tu, lakini awamu hii nikasema sitaki. Na sikia kutokea. Kwa nini nakusema kwamba hivi? Una haki zako kama raia wa ufalme wa Mungu. Tunapoenda kuomba sasa hivi, ukaombe. Na kesho saa 10 kamili, hata kama kizidi sana, njoo kanisani, jifunze uombe. Naomba tuwaambie kweli. Hebu niambie familia yako iliyotoka, familia inayoamini mizimu, familia ambayo wewe unajua kabisa vita vyetu wakati mwingine vinapigana katika fikra zetu. Shetani anakupandia vitu kwenye fikra zako, hausogei. Ndio maana Biblia inasema hivi, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Hawezi kuwa tofauti kama vile ambavyo unajiona. Sasa unataka kutoka kwenye ile ganda, utoke uwe fresh, uanze kujiona tofauti. Uanze kuona matunda ya kuokoka kwako, matunda ya kufanya kazi. Kuna mtu anafanya kazi miaka na miaka, hasogeaki. Yeye kazi yake kulipa madeni na kulipa magonjwa basi. Hapana, una haki ya kusogea nje na hapo. Unapaswa kwenda viwango vingine. Kuna mtu mpaka hata kumiliki kitu cha maana hakuna. Nini? Ana vita ambayo hawezi kuishinda paka aombe. Tena sio kuomba tu, afunge na kuomba. Niliwatolea mfano kwenye semina kule nyuma, nakumbuka. Niambia hivi, sawa na kuku aliyofungwa miguu yake muda mrefu, akija kufunguliwa miguu yake, watu kimkimbiza hakimbii. Anahisi bado amefanyaje? Amefungwa. Wale wanaofuga kuku mnaelewa. Usije kumfunga wa kisasa ndio hata kimbia kabisa. Lakini wa kienyeji ukimfunga atakaa muda fulani. Wakati mwingine tumeokoka. Kuna watu wameokoka, bado fikra zao zinawatuma kwamba wanalaana. Hicho ni kifungo. Shetani anatumia hicho kifungo. Anatumia ujinga wako kukuonea. Hebu fikiria kama umeokoka afu bado unafikiri una laana. Je, unaweza kufanikiwa? Kuna watu wameokoka leo, wamesema kwetu waga tunaumwa ugonjwa wa matumbo.
na yuko raia wa ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Na kweli familia nzima nauma matumbo kwa sababu anasema ugonjwa wa kurithi. Sisi tumeurithi ufalme wa Mungu. Kwa nini tunafuatiwa na magonjwa ya ukoo? Ni kwa sababu ya kutokujua. Unaweza kujitoa kwenye cheni ya kuumwa magonjwa ya kurithi. Amini usiamini, inawezekana. Tusimame.